Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Mungu Gift Rose Joel. Leo nimekuletea ujumbe mfupi especially kwa mabinti na wale ambao wako single, wanaelekea kwenye ndoa, wanaelekea kuolewa. Kuna binti moja alinifuata akaniuliza swali moja. Akaniambia hivi, niko kwenye mahusiano na kijana na anakaribia kwenda kunilipia posa. Lakini mimi nimeokoka, kijana hajaokoka. Nikimwambia kijana habari za kuokoka, anasema yeye nizuii mimi kukuoa wewe kwa sababu hata akinioa kila mtu atakuwa anaenda kanisani kuabudu kivyake. Nikamwambia akasema sasa nifanyeje? Nikamjibu kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza cha kufundisha hapo au cha kuelekeza kupitia kwenye hilo swali ambalo nimekuwekea hapo. Jambo la kwanza ni hili. Hakikisha kwamba una mahusiano binafsi na Mungu, mahusiano ya kina na Mungu. Nikisema mahusiano ya kina na Mungu, maana yake una ushirika na Baba, una ushirika na Mwana, una ushirika na Roho Mtakatifu. Kiasi kwamba Mungu akisema kitu fulani kwenye habari ya maisha yako kwenye eneo lolote lile, una uwezo kumsikia Mungu na kumuelewa. Mabinti wengi wamekumbwa na sekeseke kubwa la kuingia kwenye mahusiano na vijana tofauti kwa sababu ndani yao hakuna uwezo binafsi wa kumsikia Mungu wala kumuelewa Mungu anapoachilia zile signs au dalili ya kwamba haupaswi kuingia kwenye mahusiano sasa ya kuelekea ndoa, au haupaswi kujihusisha sasa na mahusiano yoyote yale ambayo yanakutarajia wewe kuwa mke. Na hii imewasababisha mabinti wengi kupata maumivu makubwa kwenye mioyo yao, kupata maumivu na vidonda vikubwa kwenye mioyo yao kwa sababu kwanza walitaka. Na kama walitaka, maana yake ya kwamba hawakuwa na mahusiano ya kina na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Mhubiri 10:10 anaposema kwamba, anasema hivi, iwapo chuma hakipati wala mtu hakinoi, ndipo hana budi kutumia nguvu zaidi, walakini yafaa kutumia hekima na kufanikiwa. Kwa Kiingereza anasema hivi, wisdom is profitable to direct. Hekima unaitoa wapi kama hauna mahusiano ya kina na Mungu? Sasa kama binti hana mahusiano ya kina na Mungu, hana mahusiano ya kina na Roho Mtakatifu, kiasi kwamba ana uwezo wa kusikia hapa Roho Mtakatifu amesema kitu gani, ni rahisi kuwa corrupted na nyakati, ni rahisi kuwa corrupted na vitu ambavyo wanafanya watu wengine, ni rahisi kuwa corrupted na vitu ambavyo watu wengi wanavifanya, akizani kwamba ni fashion za wakati. Kwamba binti fulani wa umri wako wameolewa, sio target ya kwamba mabinti wote wa umri huo wanapaswa kuolewa kwenye wakati huo. Marriage requires maturity. Ndoa inahitaji ukomavu wa ndani. Na unapokuwa umejidhatiti kabisa kuingia kwenye mahusiano, make sure that kwamba capacity yako ya ndani ina uwezo wa kuibeba ndoa, ina uwezo wa kubeba malezi, ina uwezo wa kulea watoto, ina uwezo wa kumsaidia mume kila alichokibeba. Kitu cha kwanza nimesema kama hekima tu kwamba hakikisha unakuwa na mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu. Mahusiano binafsi na Mungu ya kina kabisa, sio ya pashali, sio ya kugusagusa juu kwa juu, yani mahusiano ya kina kiasi kwamba Mungu akisema unamsikia. Sasa make sure that binti una mahusiano ya kina na Roho Mtakatifu kiasi kwamba una uwezo wa kuzijua nyakati zako na majira yako. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 32 nasema kwamba wale wana wa Isakari walipewa uwezo wa kuyajua majira na nyakati, na walikuwa juu ya wana wa Israeli. Maana yake kwamba wale walikuwa na mahusiano ya kina na Mungu, mahusiano ya kina na Roho Mtakatifu. Mungu hawezi kukufahamisha habari zake kama una mahusiano naye na kina. Unawezaje kuongea na mtu ambaye umuelewi? Unawezaje kuongea na mtu ambaye umsikii? Unawezaje kuwa na mahusiano na mtu ambaye hamuelewani? Yaani maana yake kwamba mnawezaje kwenda njia moja na Mungu isipokuwa mna lugha moja? Kwa hiyo kwenye kuwa na lugha moja na Mungu inahitaji mahusiano ya kina na Mungu. Ili Mungu akikwambia hapa hapana, ujue kwamba hapa hapana. Akikwambia hapa ndio, hapa ndio. Binti ambaye ana mahusiano na kina na Mungu, mahusiano ya kina na Mungu, anayajua majira yake na nyakati zake za kuingia kwenye mahusiano. Mtu ana miaka 21 ana mpango wa kuolewa akiwa na miaka 26. Lakini anaingia kwenye mahusiano na miaka 21. Unaingia kufanya nini? Na nikwambie kwa research ambayo imefanyika, watu ambao wamekaa kwenye mahusiano muda mrefu hapo katikati, kulikuwa watu wajikuta wameshafanya dhambi, wajikuta wameshaingia kwenye dhambi. Washafanya, yani kiasi kwamba yani wanajuana.
na ni rahisi kuingia na mtu wa namna hiyo. Alafu wengi wamekutwa na hii sekeseke. Mwanaume anamwambia kama uliweza kunivulia nguo mimi, tukiingia kwenye ndoa utashindwa kumvulia nguo mtu mwingine. Kwa unakuta anaachwa na huyu, yale maumivu yanampelekea bebe mtu mwingine. Kwa hiyo unakuta binti amejiingiza kwenye mahusiano akiwa na umri mdogo sana, lakini expectations zake za kuolewa au pale anapojiona na uwezo wa kuolewa na kuwa mama kwenye familia ni miaka 5 baadaye, ni miaka 4 baadaye. Mimi nikushauri kitu, usifanye hivyo. Kama hauna mpango wa kuolewa hivi karibuni, usiingie kwenye mahusiano na mtu. Na kijana, kama hauna mpango wa kumwoa binti wa watu, wala hata usimchezee, muache tu, muache akae. Kama una uwezo wa kumsubiri kabla ya kumwambia hilo jambo lako, ni vyema ukamsubiri. Hata kama Mungu amekwambia au umesikia kabisa msukumo wa kwamba huyu mtu anaweza akawa mke wangu baadaye, muache kwa muda. Lakini binti, kuwa na uwezo wa kumsikia Mungu, ni wakati gani sahihi wa mimi kuingia kwenye mahusiano na kuolewa.